wa marehemu na baba yake Mheshimiwa Onesmus Kimani Ngunjiri na familia yako yote nzima, viongozi wote wa kanisa mlio hapa, viongozi wengine wa kisiasa, marafiki wetu wote na waombolezaji, pamoja na watu wa Nakuru County na watu waliotoka sehemu zingine zote. Kwanza napenda kuwasalimu hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa niaba yangu na familia yangu nataka niseme ninaleta rambirambi za pole kwa rafiki yetu Kimani Ngunjiri na familia yako, Gathoni ambaye ni mke wa Arthur pamoja na mtoto wake. Mimi nilipata kumjua Arthur kwa sababu ya urafiki na baba yake Mzee Kimani Ngunjiri. Nilipata kumjua mapema, karibu miaka nafikiri 30 sasa. Wakati huo tulikuwa bado ni vijana, na tulikuwa vijana wa KANU siku hizo, na tulipata kushirikiana katika safari hii ya uongozi katika taifa letu la Kenya. Na nataka nikushukuru Mheshimiwa Kimani for introducing me to your family. Ndio nikapata kujuana na Arthur ambaye alikuja akawa rafiki yangu wa karibu sana na mshirika na pia supporter wangu. Na wakati mwingi nimetembea kwa nyumba ya Kimani, Arthur ingawaje ni kijana mdogo, nasema hivyo kwa sababu tumesonga sisi kwa miaka sasa, alitupatia mawaidha. Tunataka mfanye hivi, tunataka mfanye hivi, tungependa hivi, msifanye hiyo. Na ndio sababu tukajenga urafiki. Na leo ni siku ya huzuni sana kwamba tumempoteza huyu kijana, mtu mwenye bidii, mtu wa kujitolea. Na wakati Onesmus alinipigia simu akaniambia huyu kijana amepata shida, ni mgonjwa, na tulipanga wakati huo kama inawezekana tumpeleke Nairobi. Na wakati alinipigia simu akaniambia tafadhali nitafutie ambulance ya ndege iweze kumrusha huyu kijana tumpeleke hospitali, na nikapanga. Lakini baadaye tena akanipigia akasema madaktari wamesema sio vizuri kumsafirisha katika hali ambayo alikuwa wakati huo. Tena tukasema basi aendelee kupata matibabu pale. Baadaye tukamtembelea hospitalini, na wakati tulimtembelea hospitalini alikuwa ni mchangamfu, na alikuwa, wakati tuliongea na madaktari wake wakasema huyu kijana sasa ameondoka mahali pa hatari na sasa ako katika hali ya kupata nafuu, na tumpatie masiku chache, wiki moja hivi, ndio aweze kutoka hospitalini. Hatukujua ya kwamba mambo yatakuwa haya, lakini hata na hivyo tunamshukuru Mungu kwa kutupatia huyu kijana na kwa nafasi aliyotupatia tuishi pamoja na yeye, na kwa mchango aliotoa kwa baba yake, kwa marafiki wa baba yake na marafiki zake wale tumesikia wakisema wakitoa hapa ushuhuda wa urafiki wao. Pole sana
mke wa rafiki yetu. Tunajua ya kwamba wakati huu ni wakati mzito sana, na kwa mtoto pia tunasema pole sana. Nilipata kujua mke wa marehemu pamoja na mtoto wake mara nyingi wakati nilitembea kwa mzee Kimani, na ilikuwa ni vigumu sana mzee Kimani Ngunjiri akikualika nyumbani. Mimi nilipata wakati mgumu sana kukataa kwenda kwake, kwa sababu ya adha. Mimi kwa wale wananijua, sijui ni kwa sababu gani napenda sana nyama ile imechoma, na huyu Arthur alijulikana kwa hiyo kazi, na sababu hiyo ilikuwa ni ngumu sana wakati Kimani anasema twende nyumbani, ama ukipitia Nakuru upitie nyumbani. Unajaribu kusema shughuli ni mingi, lakini unakumbuka kuna ile nyama choma pale hata ametengeneza. Kwa hiyo kama ni ngumu sana. Ndio ukiona kwa mapicha nimeenda kwa mzee Kimani nafikiri mara 5-6, ambayo sio kawaida. Sasa mzee Kimani Ngunjiri, utajipanga ndio kuwe na mtu mwingine wa kuchoma nyama, ndio tuendelee kukuja pale nyumbani. Tumempoteza kijana wa bidii, na tumempoteza mtu ambaye alitutengenezea nyama nzuri, na tumempoteza mtoto wetu. Tunataka kusema kwa familia, kwa mke wake, poleni sana. Na tumekuja hapa kama ishara ya urafiki wetu na kusimama pamoja na nyinyi, ili mjue ya kwamba huyu kijana alikuwa na marafiki kupita vile alivyoonekana, hata ngawaje alikuwa kijana mchanga. Poleni sana watu wa Nakuru. Vile viongozi wengine wote walivyosema, sisi wote tuko katika safari hii, na hakuna njia ingine ya kuondoka hapa duniani. Zote tutapitia barabara hii, na kwa hivyo ndani ya machozi tuliyo nayo pia tumshukuru Mungu kwamba tumepata nafasi ya huyu kijana kuwa pamoja nasi na sisi wote kushiriki katika maisha haya.